Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, basi epuka kabisa 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 kupenda kulaumu. Yaani wewe kila jambo linalotokea hasi kwenye maisha yako, basi unatafuta mtu wa kumlaumu. Kufanikiwa kwenye maisha, wazazi, kunisaidia, kuniachia chochote, kunitengenezea njia, kunisomesha shule nzuri. Hujafaulu kama hivyo shuleni, hujapata matokeo mazuri ya kufanya ujiendeleze. Unajua wenzangu walisoma shule nzuri za gharama, mimi nimesoma shule hizi za government. Unajua nyumbani pale una watoto hawajakuwa vizuri, wameharibikiwa. Unajua walikuwa wanakaa na mama yao muda wote, kwa hiyo wamewaharibu. Si walikuwa wanawafundisha nini? Mmegombana kidogo na mkeo na mpenzi wako, wewe ndio umesababisha kwenye situation zingine. Yani bila fulani mimi nisingekuwa hivi, mimi leo ningekuwa vile. Yani wewe kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako hasi, basi wewe unatafuta mtu mwingine wa kumnyooshea kidole na kusema kwamba bila mtu fulani basi mimi huenda nisingelikuwa hivi, au basi mambo huenda yasingalikuwa hivi. Hilo ni kosa kubwa sana na litakukosti sana kwenye maisha yako. Litakukosti kwa nini? Kwa sababu 2 au 3. Sababu ya kwanza ni kwamba huwa tunajifunza kutokana na makosa, na kadri unavyofanya makosa na kujifunza, ndio unazidi kukua na kukomaa zaidi kiakili na kwa ile experience uliokutana nayo. Sasa kama wewe ni mtu ambaye kila jambo hasi linapotokea kwenye maisha yako, basi unatafuta mtu mwingine wa kumlaumu, manake unajivua makosa yale, unamvesha mtu mwingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, au tafsiri yake ni kwamba wewe hapo hautokomaa kiakili, na miaka nenda miaka rudi, akili yako itakuwa vile vile tu, ukiendelea kujiona kwamba wewe ni mtu sawa, fulani ndio alosababisha. Wewe ni mtu aliyekuwa sawa tu, fulani ndio alosababisha umekuwa hivi. Kwa hiyo utajikuta unajiferisha kabisa kabisa. Na hiyo ni kwa namna ya kwanza tu. Lakini namna ya pili ni kwamba mtu yoyote yule imara, mtu ambaye ni jasiri, mtu ambaye ana uwezekano mkubwa sana wa kupata mafanikio kwenye maisha yake na kuwa imara, yani ni mtu ambaye anakubali, ana take responsibility. Ukimlaumu mtu mwingine, ndio kama nilivyotoka kusema, manake hautochukua hatua zozote. Lakini ukiona kwamba hao wazazi nao walaumu kwamba hawakuniachia maisha mazuri, hawakuniachia urithi wowote, mwenzangu ameachiwa kampuni, labda mwenzangu ameachiwa biashara, wameachiwa nyumba, vitu fulani, mimi ndio maana nateseka kwa sababu ya wazazi wangu. Huenda hata hao wazazi na hawakuachiwa kitu chochote na wazazi wao, lakini wewe unawalaumu wao kwamba hawakukuachia wewe hapo. Lakini huenda pia hata hizo shule unazolaumu kwamba si nzuri, wenzako walisomeshwa shule nzuri, wewe umesoma mashule mabaya. Wapo watu waliosoma shule hizo na wakafanikiwa vizuri tu, hata kwenye mambo mengine ya kimaisha, hata kwenye familia, kwenye level zingine. Kama kila jambo linalotokea pale kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kila mmoja anasema bila wewe singekuwa hivi, bila wewe singekuwa hivi, kuna uwezekano mkubwa wa mahusiano yakavunjika na hiyo ndoa ikavunjika na suluhu isipatikane. Kikubwa ni kwamba unatakiwa uwe mtu ambaye unakubali majukumu, unakubali pale ambapo unahisi utakuwa umeteleza. Na ukishafikia level hiyo ukakubali hivyo, hakuna mtu kitu kitakutetemesha wala hakuna mtu atakutingisha. Hamna maisha mazuri. Sasa sina muda wa kulaumu wazazi, naangalia jinsi gani wanasema kwamba badala ya kuuliza why, swali zuri sana ambalo unaweza ukajiuliza kwenye maisha yako na likukusaidia ni how. Yani why ni kwa nini? Sasa kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini imetokea hivi? Kwa nini? Utatafuta lawama, utatafuta sababu. Lakini ukijiuliza how, manake sasa imeshatokea hivi. How, natokaje hapa? Nafanyaje? Sio, unanielewa? Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba hiyo hali yako ya kupenda kulaumu watu wengine, au hali yetu binadamu ya kupenda kulaumu sana, kila kitu utamnyoshia kidole mtu mwingine, sio hali ambayo imetokea kibahati tu, bali ni hali ambayo tumeirithi. Na tumeirithi wapi? Kumbuka kwamba katika maandiko ukisoma, Adam ndiye ambaye alipewa maagizo ya moja kwa moja, kwa sababu yeye aliumbwa kwanza,
na alipokea maagizo moja kwa moja kutoka kwa Mungu kwamba anaweza akala matunda ya kila mti katika bustani, lakini kuhusu mti wa ujuzi wa mema na mabaya hatakiwi kula wala hatakiwi kuyagusa. Na baadaye Mungu akamuumba Hawa na akawapa wote maagizo. Inawezekana Adamu pia alikazia hilo swala kwa mkewe, lakini baadaye kama ambavyo unafahamu, Hawa alikuja akashawishiwa na nyoka, akala matunda, akampelekea na mume wake Adam, naye akala. Sasa baada ya hapo, masimulizi ya Biblia au ya maandiko yanasema Mungu akaja na akamuuliza Adam, kwa nini umekula matunda ya mti ambao nilikukataza? Kwa kufaa, Adam alifaa aseme kwamba ni kweli nimefanya kosa, naomba unisamee, sitarudia tena Mungu wangu na nini na hivyo. Na huenda Mungu angemsamehe. Lakini unafahamu Adamu alisema nini? Nafikiri wote mnafahamu masimulizi haya. Adamu alisema, ni mwanamke uliyenipa, alinipa nami nikala. Yaani akalaumu mara hizi mbili. Cha kwanza, Adam alimlaumu mwanamke, lakini yeye ndo alipewa hiyo sheria na alikuwa anafahamu vizuri tu kwamba haitakiwi kula mti ule. Lakini akamlaumu mwanamke, alinipa nami nikala. Hakutaka kuchukua yale majukumu yeye mwenyewe. Lakini hata mwanamke, lakini ya pili ni kwamba hakusema tu mwanamke uliyenipa, alikusema tu mwanamke, alisema mwanamke uliyenipa. Ina maana akamlaumu na Mungu kwamba kama usingenipa huyu mwanamke, huenda mimi nisingekula tunda. Kwa cha kwanza akamlaumu mwanamke, alafu akasema mwanamke uliyenipa, alinipa tunda nami nikala. Akamlaumu na Mungu kwa kumpatia mwanamke. Lakini pia hata mwanamke alipoulizwa, naye hakutaka kusema. Mungu alipomuuliza mwanamke, kwa nini umefanya jambo hili? Hata yeye hakutaka kusema kwamba naomba nisamehe Mungu, kweli nimekosea, sikutakiwa kufanya hivi. Lakini naye akasemaje? Akasema ni nyoka ndio alinidanganya nami nikala. Mimi sikumpa nyoka maagizo, nilikupa wewe na mumeo msile matunda ya mti huu. Nyoka amekujaje hapo? Umeona chanzo cha kupenda kulaumu watu kila kitu fulani, sio mimi. Hiyo tumeinherit toka wakati huo mpaka leo, na inatutesa na kutukwamisha watu wengi sana. Lakini nikwambie tu, nyoka alipokuwa analaaniwa kwa kufanya hicho, wala hakusema ni fulani, hata ajiondokea zake tu, sema ni mimi. Kwa hiyo kinachotufirisha sana watu wengi sana kwenye maisha ni hali ya kuona kwamba wengine wamebeba dhamana ya maisha yetu. Fulani alitakiwa afanye, kama kuna mtu amefanikiwa kidogo kwenye familia, yeye alitakiwa atusaidie. Fulani alitakiwa afanye hivi, mwingine serikali ilitakiwa ifanye hivi, mwingine baba alitakiwa afanye hivi. Ni kweli baadhi ya maeneo wazazi wetu wameferi, baadhi ya maeneo labda kuna baadhi ya ndugu zetu au watu wetu wa ukoo ambao wana uwezo, ambao tulihisi walitakiwa play part yao, wametuferisha. Au huenda labda serikali tulikuwa tunaitegemea kwa mambo mengi, lakini imeshindwa kutimiza yote. Ni haiwezekani kufanya kila kitu kwa muda fulani, bali mafanikio waga yanaenda kwa hatua. Lakini hiyo tulifundishwa na wazazi na mtu wa ukoo na mtu fulani na vipi, vyovyote vile madhara yale yatatupata sisi, sio hao tunawanyoshia kidole. Kwa hiyo badala ya kumnyoshia mtu mwingine kidole na kuendelea kubaki katika hali ya ulemama ule, ni bora kuamua kukubaliana na hali na kutake responsibility kwamba this is my life, I will fight for it. Nafikiri ukiwa na msimamo huu au tukitengeneza aina hii ya kufikiri, tutafanikiwa sana na kuepuka migogoro mingi isiyokuwa ya lazima, na tutaweza kufika mbali sana kuliko kukaa na kulaumu ambayo inatulemaza kila kitu hapana. Hiyo itakuwa sio nzuri. Nafikiri hii itakusaidia sana kwenye maisha yako na itatusaidia mimi pia, na itatufaa kama apply. Kwa leo ni hayo. Mungu akubariki sana sana sana. Asante.